Kuna vitu shetani akivichukua kwenye maisha yako, fedha haiwezi kurudisha, na hata vingine vyote ndani ya maisha yako vinaanza kumfuata automatically, vinaanza kuanguka automatically, yani venyewe tu. Shetani akichukua hekima, hakuna ndoa inasimama, hakuna kazi itakayosimama, hakuna biashara itakayosimama, vitu vingine vyote vinaanza kuanguka automatically. Jambo la pili, shetani akichukua kibali, hakuna kitu kinaweza kusimama. Shetani akichukua jina, kwenye kitabu cha Mithali 22 mstari wa kwanza anasema jina zuri ni bora kuliko fedha. Akichukua jina, kila kitu kimeisha, kila kitu kinamfuata. Na ndio maana kwenye Biblia utakuta kuna mtu alikuwa ni mkoma lakini alikuwa ni jemedari, lakini ukoma ulikuwepo pale. Yani shetani akikupa jina baya akachukua jina zuri, umeisha. Vingine vyote, akakupa jina tu madeni, akakupa tu jina, akakuvalika jina lingine, akachukua jina zuri, umeenda. Fedha haiwezi kurudisha. Shetani akichukua afya, hakuna fedha inaweza kurudisha afya. So pekee vitu ambavyo, kitu gani utafanya ambacho kinaweza kurudisha hivi vitu vyote ni kuomba. Biblia inasema katikati yenu kama kuna mtu amepungukiwa na hekima, basi na aombe. Esther aliomba siku 3 akapata kibali mbele ya mfalme. Biblia inasema katikati yenu asiyekuwa na afya, basi na mumuombe, kwa imani atapona. Every moment you find prayer. Kila mahali unakuta maombi. Anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wataomba. So you see, unaona sehemu yoyote pana urejesho, pana maombi. So hivi vitu vyote shetani kama ameviiba kwenye maisha yako, kama utasema nitazingatia kwenye maombi, fedha haiwezi kurudisha. Fedha inaweza kukupa ndoa, haiwezi kukupa ndoa nzuri. Fedha inaweza kukupa kazi, lakini isikupe kazi nzuri. Kibali kinaweza, lakini sio fedha. Fedha inaweza kukupeleka sehemu, lakini kama unataka kufika mbali, unahitaji hekima, unahitaji kibali. So ndio maana tunalazimisha watu waombe, tunawasisitiza kwamba omba. Haijalishi, lazima pawe na discipline ya maombi. Haijalishi umechoka, umetoka siku kwenye harusi saa 7 za usiku, just pray. Mungu ana habari na hiyo wewe kuchelewa kurudi nyumbani, haimuhusu. Kinachomhusu Mungu ni maombi tu. Power.